the government is ready to give all the necessary support kwenye sekta ya chai. Tunafanya utaratibu, tujue annually ni tani ngapi ya mbolea inahitajika kwenye chai, ili tuitengenezee scheme ya subsidy tofauti na subsidy inayoendelea. Hii dhana ya kwamba chai ya Tanzania hainyweki duniani ni uongo. Na kuanzia leo DG na mwenyekiti wa bodi na wadau, hiyo hoja msije nayo kwangu, because I have done my own research. Nimetuma watu wangu, watu wanataka chai ya Tanzania, lakini wanataka chai bora, sio makapi. Sasa nyinyi mnaua crop kuanzia shambani, hamweki mbolea, hamfanyi nini? What do you expect? Halafu mnasema unajua chai ya Tanzania haina ubora. Mtu hajawahi kubadilisha hata conveyor belt ya kiwanda chake miaka 15 20, anaiunga kwa sindano, alafu ikianda perform, efficiency ya kiwanda iko chini, unabebesha costs. We cannot go on like this. Tunabadilisha muundo wa bodi. Hii traditional ya kujiita mimi body regulator, nimekuja hapa, hiyo biashara is gone. Hiyo imekwisha. Ni jukumu la bodi ku protect its industry, ni jukumu la bodi kuhakikisha kuwa linasaidia kufacilitate trade. Nimemwambia mkurugenzi wa bodi, ni jukumu la serikali kuhakikisha wakulima wanakuwa certified. Badala ya huu mzigo kuwaachia viwanda peke yake, ni jukumu letu sisi serikali. They have to do that job. Hiyo gharama asiibebe mkulima wala asiibebe mnunuzi wa chai, waibebe wao. Kwa sababu dunia imebadilika, ina mahitaji maalum. Hatuwezi kuendelea kuiendesha sekta ya chai kwa utaratibu ule ule wa zamani. Sasa hivi tume ya umwagiliaji inaendelea kufanya hizo feasibility study na detailed design ya maeneo mengi ya chai. We will support even estate kwa ajili ya kuweka irrigation scheme. Tutawasupport. Mimi niko tayari estate ije iseme nimeshafanya design na kila kitu. This is my study. Mimi na wakulima wangu, naombeni serikali mtusaidie kutuwekea miundombinu ya umwagiliaji. We will do that. Kwa hiyo mimi nataka nimalizie. Nitaomba ndani ya siku 14 technical team hiyo imeniletea mjengeko wa bei, ili tuweze kudetermine bei ya wakulima, tuweze kudetermine gharama za uzalishaji. Ili ni la kwanza. Nadhani umenielewa vizuri sana Majid kwenye eneo hili. Nitaomba bodi hii ya sasa ina watu ambao ni open mind na ni private sector oriented. Ni waombe wenye viwanda, itumieni hii bodi kuweza kutatua matatizo tulionayo kwenye sekta ya chai. Kwa hiyo muitumie hii bodi for engagement, ili tuweze kutatua matatizo yaliyoko na yanayotukabili katika sekta hii. It is immoral. Haiwezekani kuifanya serikali ya wilaya kufanya everyone into stress. Nimetoa mlango. The government is ready to offtake all your infrastructure. Lakini kuwe kuna uwazi on the process of valuation. Tumeamua kuanza kununua viwanda kama wizara ili kumbadilisha mkulima, na tumeshanunua kiwanda kimoja na nimewaagiza hao wanunue vingine vitatu ambavyo tutavifunga kuwa viwanda vya wakulima wadogo, ili wakulima wadogo watoke kuuza majani wauze nini? Chai nyeusi. Watu wengi wanaona hili jambo ni la muujiza, lakini linawezekana. Miaka 4 iliyopita nilitangaza kuanzisha benki ya ushirika. Watu waliniona chizi kabisa. Tarehe 28 tunazindua benki ya ushirika. Na kwenye benki hii
Nsekela na wenzake wa commercial bank waliomo humu ndani wanajua. Benki hii itakuwa ina dirisha maalum ambalo litakuwa ni dirisha la guarantee scheme na equity fund, na tutaweka pesa serikali. Tutaanza na 100 billion shilling kwa ajili hiyo, ambayo interest yake itakuwa ndogo sana na itakuwa long term. Sasa hivi nyinyi wenye viwanda mkienda kukopa benki maximum miaka 5, si ndio? Ukipata miaka 7 unashangilia kweli, hiyo unaona ni deal. Lakini kwenye kilimo haiwezekani ukainvesti urudishe hela ndani ya miaka 3, 4, 5. Haiwezekani. Kwa hiyo tunafungua hilo dirisha la equity fund. Litakuwa ndani ya benki ya ushirika chini ya mfuko wa AGITF. Na sio kwamba tutaweka hela hatuna, tushapata hela za kwanza kutoka African Development Bank. Na benki hii inaanza, ina matawi 4 na mawakala. Vyama vikuu vyote vya ushirika vitakuwa mawakala wa benki vyote nchi hii. Vitakuwa vinafanya kazi ya kufungua akaunti, kudeposit, kuwithdraw, na baadhi ya vyama tutavihusisha kwenye swala la insurance. Kwa hiyo hizi ni reform tunafanya, na I believe wakulima wadogo kumiliki viwanda inawezekana, lakini hatutaruhusu wakulima wadogo wamiliki viwanda kwa mfumo wa mvyulu. Mvyulu lilikuwa genge la wizi. Chama kikuu cha ushirika cha mvyulu kilikuwa ni genge la wezi. Waliuza kila kitu. Na nataka niseme hapa, tunamlipa Doe Mercantile, lakini sintawakabidhi hicho kiwanda. Nyinyi mmekaa mahakamani miaka 20, mtaenda miaka 20 mingine. Kwa mimi niwaombeni, twendeni sote. Mimi kama waziri mwenye dhamana, I'm ready to listen and kubadili yale ambayo mnadhani yako ndani ya uwezo wangu, lakini tusiende kuiua sekta. Kama wewe una estate imekushinda, njoo ingia mkataba na serikali, itabaki kuwa mali yako. Tutakubaliana management style, tutakubaliana namna gani ya kurevive factory, serikali iweze kuingiza mkono wake, ili hao wakulima wadogo wanaozunguka kwenye estate wapate mahali pa kuuzia chai yao.